Madam Leticia, hivi kwenye kikao cha jana umegundua nini kutoka kwa Janeti? Farida, hicho kitu ndo kimenifanya mimi nimekuita hapa nyumbani kwangu sasa hivi. Kwa hicho kitu ndo kimekufanya niite hapa nyumbani? Basi, naomba nijibu kwanza swali langu. Hivi jana pale kwenye kikao uligundua nini kutoka kwa Janeti? Farida, kitu ambacho nilikigundua kwa yule binti, cha kwanza ni unafiki. Na mara ya mwisho mtoto alisema kuwa alipewa maji ya kunywa na Janeti. Na baada ya yule mtoto kusema ile kauli, Janeti alishtuka sana. Baada ya kushtuka, Beni akawa amepaniki, akawa anataka kujua nini kiliendelea. Janeti akaanza kujikanyaga, mimi nilimpatia mtoto maji, baada ya kumpa maji ya kunywa alikuwa anakuiku, mimi nikawa nimeondoka. Hapo inamaanisha kuwa Janeti kwenye yale maji alikuwa ametia dawa. Na baada ya kutia dawa, akawa amemchukua mtoto na kuna sehemu alikompeleka. Na matarajio yake makubwa alikuwa anajua Baby Supu amekufa. Na ndio maana mtoto aliporudi mle ndani, alianguka na kuzimia kwa pressure kwa sababu ya uoga. Na yule dada mnafiki jamani. Sijapata kuona binti mnafiki kama yule. Hivi yeye ndo akumuona Baby Supu na kuanza kusema eti alikuwa amemisi. Yaani mtoto amepatikana eti anamwambia ni mimi nakupenda sana. Kwanza nilikuwa nimekumisi sana, si nimehangaika sana kukutafuta. Hayakuwa yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kabisa kwenda kumshauri shemeji eti achana tu nayo mambo, mtoto ashakufa, wewe mpotezee. Afu leo hii mtoto anapatikana anamwambia eti alikuwa amemisi sana. Kweli? Yule mdada ni mnafiki. Kwanza hapo kama alikuwa na mipango yake alikuwa amepanga, basi imeshafeli. Na ndio maana pale alikuwa anajiongelesha, anajiuliza kinafiki, mtoto nakupenda, sijui nini Janeti na kumpenda yule mtoto vimeanza lini? Yaani ile roho yake mbaya eti leo akaanza kumpenda mtu. Yule kuna kitu ambacho anakificha. Sasa hata hivyo sisi sio kesi. Sisi hata tuigizie, sisi hata hawezi kutukamata. Hapa atakuwa anamuigizia huyo Beni wake. Atamuigizia anavyojua mwenyewe, atajua anamalizia wapi. Ila sasa sisi kazi yetu inatakiwa ianze upya. Uzuri Baby Supu tayari kasharudi. Hapa inabidi ukae naye makini ndugu yangu. Usiache gap. Akikaa tu karibu na mtoto, chukua simu rekodi. Akifanya chochote rekodi. Mimi naamini tutakusanya ushahidi huo kidogo kidogo. Kuna kitu tutakipata, na tukishakipata tutampeleka polisi na atawajibika kwa makosa yake yote ambayo ameyafanya, na atajuta kuingia mle kwenye ile nyumba. Na hata hivyo Farida, jasiri huwa haachi asili yake. Kwa mimi najua lazima tu atavifanya, yani atazunguka, lazima atakuwa anacheza michezo yake mingine. Kwa kwenye ile michezo yake tutamkamata vizuri na kazi yetu itakuwa imefanikiwa kiurahisi sana shoga yangu. Na mimi sasa nitakachokifanya, kila nitakachomuona anafanya ni lazima nirekodi. Yaani mpaka nihakikishe ushahidi tunao, mpaka nihakikishe ushahidi tumeupata, tumeutia hapa. Na huo ushahidi ndio utakao kamilisha sisi kazi yetu kabisa. Halafu pia nina wazo. Baby Supu si yupo? Kitu ambacho nilikuwa nakiomba, Baby Supu aje hapa nyumbani. Tukae naye chini tumuulize alikuwa wapi, mara ya mwisho alienda wapi, na alipelekwa na nani. Mimi nadhani kuna vitu ambavyo anavijua. Ila jana alikuwa anaogopa kusema kwa sababu Janeti alikuwepo. Kwa sababu kila alivyokuwa anataka kuongea, Janeti alikuwa anawahi kwa mbele, anamtangizia mbele. Kwa hiyo mimi nadhani tukikaa naye sisi wenyewe kuna kitu ambacho atatuambia. Na tukishakijua tu pia hapo kitatusaidia. Hivi kwanza Baby Supu yuko wapi? Baby Supu ameenda shule. Afu nilikuwa nimesahau. Unajua mimi leo sijaenda shule. Kwa kitu ambacho nilikuwa nakuomba Farida, inabidi uende nyumbani. Akitoka tu shuleni, njoo naye mpaka hapa nyumbani ili tukae naye chini hapa atuelezee nini kilikuwa kinaendelea. Haya, basi sawa. Na hii mida ndo mtoto wangu anatoka shuleni. Acha mimi nimwahi, akimaliza tu kula niko naye hapo. Basi sawa, usichelewe. Mimi nadhani uende sasa hivi muwahi. Asije mtoto akawahi kutoka shuleni akakamatwa akanyongwa na wewe ushahidi wenyewe tusiupate kabisa. Haya, baadaye. Haya, poa. Ni bahati mbaya nimevigonga. Viko njiani. Kingaya iko ngiani. Tena wanawake wengine sijui wakoje. Ukiangalia kabisa hawaendani na mambo wanayofanya. Hivyo vyombo vimekosea nini? Huo malaya yako umefikia tu mpaka unapiga hivyo vyombo, vimekosea nini? Kindege, umalaya? Alafu mbona siku hizo umekuwa unanitukana maneno mazito mazito kiasi hicho? Na hapa umalaya umekujaje baada ya kupiga vyombo? Usichoelewa nini? Jeni, usichoelewa hapo nini? Wewe umalaya umekuja. Unajua mpaka najiuliza hivi kweli wewe una taaluma ya ualimu kweli wewe?
Maana ukiangalia ualimu wako huo unaosema unao wewe ualimu, uendani kabisa na umalaya. Ni vitu viwili tofauti. Yaani sasa uchukue bangi na serikali. Lakini mwenzangu malaya umeweka mbele, yani uko pambe. Nimekwambia ndani kuna nguo za mama, inatakiwa kufua. Umegoma mwenzetu. Umeondoka umeenda huko kwa malaya wako. Alafu unafika hapo unaanza kunipigia hivyo vyombo. Vimekosea nini? Humu ndani hamna ulichochangia. Hamna chombo hicho toka nacho kwenu. Dada utanunua. Kwa hiyo Kindege, hapa unanitukana kwa sababu nimegonga vyombo kwa bahati mbaya au kwa sababu nimeondoka na kiti? Hujui ninachokulaumu? Hujui Sasa nisikize nikwambie Jeni. Hizo tabia unazozifanya, likija kukukuta jambo wewe, chochote kitachokutokea sihusiki. Yaani ukiona umepatwa na chochote, umechanwa na viwembe, sijui umebamizwa, hayanihusu. Hata hangaika na wewe ni huyo kichi. Humu ndani mimi na wewe tunaishi kwa sababu tu yani sijui umekuwa mtoto wa nani huko. Ila humu ndani kama tujuani. Sawa? Yaani humu ndani chochote kitachokukuta wewe, narudia tena, yani hapo napigia mstari mwekundu. Chochote kitachokukuta Jeni, hata uchanwe na viwembe, hata uje hapo unavuja damu. Hata usika ni kichi. Sihusiki na wewe. Umenielewa? Na kama hivyo vyombo utakuwa umepasua, Jeni, utanunua. Dada utanunua, humu ndani hujachangia chochote. Ukipasua, jiandae. Yaani jambo baya gani hilo ambalo unalizungumzia wewe? Jambo gani Sasa ngoja nikufafanulie. Ikitokea umerudi hapa umepigwa, sijui wauniwenzie na kichi huko amekuchana chana viwembe, umefanywa chochote, yani chochote unachokijua ni kibaya, sihusiki. Utamuita huyo kichi wako ambaye unahangaika naye huko, si umemfanya babako? Umemfanya mzazi wako? Sasa utahangaika naye huyo. Mimi humu ndani fanya unijui. Upo Sasa hapo kichi atahusikaje? Hivyo wewe usichoelewa nini? Wewe kichi si umemweka mbele. Yaani umemtanguliza mbele kama ndo Mungu wako, yani ndo anakukingia kifua. Sasa huyo ndo atashughulika na wewe. Humu ndani nakustiri tu kwa sababu yani ndo hivyo tu, sina cha kufanya. Ila hata usika humu ndani ni kichi, nishakwambia Jeni. Sihusiki na chochote. Umenielewa Naomba basi tuongee kidogo. Kwenda kuongea na nani? Niliongea natosha. Dada vipi? Mbona kila siku umekuwa unanitukana matusi mazito alafu ananikasirikia bila sababu? Kisa limetanda baba, wenda ndo vipimo, wenda ndo mafunzo, wenda ndo masomo ya kupambana. Bibi Supo, mtoto wangu, mamako mdogo amekuleta hapa nyumbani kwangu kwa sababu tuna maswali kidogo tu tunatamani kukuuliza, na tulikuwa tunaomba utujibu, kwa sababu ya maswali yanaweza kuokoa maisha yako na familia yako kiujumla. Unaweza ukatuambia ulipokuwa umeenda, nani alikufikisha kule, au nini kilitokea mpaka ukawa umefika kule? Madam, mimi nishajibu kwamba mimi nachokumbuka nijikuta nimelala kwenye mkeka. Kwa hiyo mama mmoja na baba mmoja. Baby Supu, ulipowauliza wenyewe walisema wamekutoa wapi? Mimi nilimsikia yule baba anasema kwamba aliniokota polini kipindi anaenda kuchuma dawa. Polini? Baby Supu, unaweza ukatupeleka huko polini? Jamani, huko polini mimi sipajui. Nishaambia tangu hapo mwanzo. Okay. Nyumbani ulitoka tokaje? Nilishajibu hilo swali. Nachokumbuka ni kuwa mara mwisho Janet alinipa maji. Baby Supu, mtoto wangu, alivyokupatia maji, nini kiliendelea baada ya hapo? Sikumbuki chochote. Ila ninachokumbuka ndio hiyo nilijikuta anazinduka ule mkeka. Maji. Polini. Kuokotwa. Hapa kuna kitu kinachoendelea. Na hichi kitu sio cha kawaida. Inabidi tuwe makini sana, Farida. Baby Supu, nani aliyekutoa kule nyumbani ambapo ulikuwa unaishi na akakufikisha mpaka nyumbani? Na njia ambayo ilikutoa kule, unaikumbuka? Mimi nishaambia njia sikumbuki na wala sipajui. Mimi nijikuta tu niko nyumbani. Baby Supu,
Wewe unawezaje kuacha kujua njia ambayo imekutoa kule? Wewe umefikafikaje sasa kama hujui hata njia iliyokuleta huku nyumbani? Nani aliyekuleta? Mbona ni majibu kila swali? Mimi sikumbuki chochote. Baby Soup wewe naye unazingua sasa. Farida, sasa tunafanyaje sasa? Kama unavyoona mtoto hakumbuki chochote, yani hamna hata ambacho anakijua. Kwa kweli Madam Letisia, hata mimi sijui kabisa. Ni bora hata Baby Soup angekuwa anaikumbuka hiyo njia, angetupeleka kwa watu ambao walimuokota. Hii kazi ishakuwa ngumu, lakini sio mbaya. Kwa sababu tumeshajua alipatiwa maji ya kunywa na Janeti, na baada ya hapo kila kitu ndo kiliendelea. Hamna shida. Wewe endelea tu na kazi ambayo nimekwambia. Sema ingekuwa ni rahisi sana kama tungejua hata hao watu ambao walikuwa wamemuokota. Nadhani wenyewe angekuwa na kitu chochote cha kutuambia sisi. Basi sawa, hamna shida madam. Madam, mbona leo hujaja shule? Mtoto wangu, mimi sijaja shuleni kwa sababu siko vizuri kiafya. Na hata hivyo nina ruhusa. Nina dawa niko natumia. Nadhani nikikaa sawa, Jumatatu nitaanza kuja shuleni. Pole sana madam. Asante. Pole sana nayo kwa kupotea. Pia nilikumisi sana mtoto wangu. Nimekumisi pia madam. Asante. Farida, nadhani umesema nyumbani hakuna mtu yoyote. Nilikuwa nakuomba wahi nyumbani. Babake asije akarudi nyumbani asikute watu. Nadhani kwa sasa anatamani sana kukaa na mtoto wake kwa muda mrefu. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba umpeleke mtoto. Basi sawa, hamna shida. Lakini kikubwa cha kuzingatia ni hivyo vitu ambavyo tumeviongea. Basi sawa, usijali. Baby Soup mtoto wangu, hakikisha unakuwa makini sana. Janeti akikufanyia kitu chochote au mtu yeyote akikwambia kitu, hakikisha unatuambia sisi au baba yako. Lakini watu kabisa wakutuambia, inabidi uanze kutuambia sisi. Chochote ambacho kitaendelea kwenye maisha yako. Sawa mama? Sawa madam. Basi sawa mtoto wangu. Unaweza ukaenda. Nadhani wiki ijayo tutaanza na tuition. Sawa? Sawa. Haya, bye. Bye. Samahani Kindege, naomba kuzungumza na wewe kidogo. Unaomba kuzungumza? Kwani ulichoongea umemwomba nani? Kaa uongee. Anyway, Kindege, tangu ufike hapa nyumbani umebadilika sana. Mara unitukane bila sababu, mara unikasirikie. Yaani mimi sikuelewi. Hata hivyo nakaa hapa nyumbani kwa mjomba, sina amani. Kindege, kama upende mimi niendelee kukaa hapa, bora uniambie. Nitoke hata nikapange chumba kimoja. Mimi naweza nikajimudu hivyo hivyo mpaka nitakapoweza kujipata vizuri. Jeni, hivi unachokiongea umekifikiria? Yaani utoke hapa nyumbani ukapange. Kwa ajili ya nini? Kwani mimi ni adui yako mndani? Nisikilize Jeni. Mshahara unapokea ni mdogo sana. Inabidi ukutoshe tu kwa matumizi yako madogo madogo. Hapa nyumbani ulipii kodi, ufanye chochote. Kuna uhuru wa kufanya jambo lolote, unaweza kukaa hapa tu. Kwani uende kupanga? Jeni, mimi sio kwamba nakuchukia. Na yote yanayoendelea kwa sababu unielewi. Mimi sio kwamba eti sipendi wewe sijui uhuru na mambo yako, hapana. Yeye mimi nakushauri wewe kama mdogo wangu, mimi kama mkubwa kwako, ni jukumu langu kuhakikisha unakuwa salama. Lakini wewe unaona sijui mimi nakuchukia, mimi sikuchukii Jeni. Wewe Kichinjile sio mtu mzuri, ndio maana kuweka naye mbali. Jaribu kunielewa basi hata kidogo, na mimi ndugu yako. Sasa uende kupanga yote hao yametoka wapi? Yaani kwa nini uondoke hapa nyumbani? Hivyo wewe Kichinjile amekupa nini? Labda ni mpaka unataka utoke na hapa nyumbani unakataa na kwenu. Kindege, mimi sina amani hapa. Kwa sababu wewe umekuwa ni mtu ambaye unanitukana kila siku. Unanisingizia vitu ambavyo mimi sijawahi hata kuvifanya. Wewe unahisi hiyo amani nitaipataje? Nitaipataje Kindege? Nisikize ndugu yangu Jeni. Amani tunaweza tukaipata tu vizuri. Lakini tunaposhindana mimi na wewe ni sehemu moja tu. Jeni unielewi. Yaani kila ninachojaribu kuongea kwako unielewi. Kila ninachojaribu nikuelekeze fanya hivi usifanye hivi. Yaani Jeni unielewi. Hapo ndo tunashindwana.
Lakini mimi sio kwamba eti sipendi wewe labda uwe unafanya mambo yako kwa uhuru. Mbona mambo mengine mimi nakuacha tu nayafanya? Kwa nini nikuingilie tu kwenye ile swala la Kichi? Kwa sababu namjua na mimi sitaki uharibikiwe Jeni. Kichi ana tabia za ajabu ajabu, yanaweza kukuta mabaya kiasi kaja kwangu. Mimi Jeni nakupenda, basi badilika. Yeye nakupenda sana mpaka siwezi kuelezea. Unajua akitoka mamangu, anayefuata yani kumpenda ni wewe hapa. Yaani kiufupi nisema ukitoka wazazi wangu, anayefuatia ni wewe hapa. Ndio maana nakushauri, hebu jaribu kuachana na Kichi. Afu mimi naye tutagombana tena. Yaani ukiachana tu na huyo Kichi, ukamweka mbali, ukasahau kila kitu kuhusu yeye. Tugombane kwa nini? Mimi na humu ndani itakuwa amani. Na sio kwamba eti mimi nagombana na wewe kwa sababu labda Kichi sijui nakuonea wivu. Hamna. Mimi nakupenda tu na kuepusha na mabaya, ndio maana nakwambia kaa naye mbali. Kaa mbali na Kichi, sawa? Achana naye. Kichinjile. Mambo. Safi tu. Jamani Kichinjile, karibu sana. Yaani huwezi amini hapa nilikuwa ninakuwaza na kufikiria. Ilikuwa imebaki kidogo tu nije kukutembelea. Kwa sababu siku ya leo isingeisha bila mimi kukuona. Hata hivyo usingenikuta maana nilikuwa na wakati nyingi. Sema hata hivyo mimi nimekuja leo kwa ajili ya jambo moja tu. Yaani nimekuja leo na habari njema kwanza. Habari gani tena hizo? Ngoja kwanza tulia, acha mapepe. Leo bwana kuna kishughuli cha ndugu yangu mmoja hivi. Kwa sasa nilikuwa nimealikwa. Nikasema sasa naendaje mimi kinyonge? Nikasema ngoja leo nimfuate kwanza mbilikimo wangu mtu wa Kongo. Nikamwalike na yeye ili mradi muda kwenda tuweze kwenda wote. Kwa hiyo nikasema kabla kabisa, yani kabla sijamshtua Kipuli, ngoja kwanza nje nikushtue wewe kabisa nikwambie, maana Kipuli angeshaanza kuleta mambo mengi, mambo yenyewe ungeshangaa yameharibika. Kwa hiyo je, upo tayari tunaende kwenye kishughuli? Yaani uwe upande wangu wa kushoto. Yaani mimi nipo tayari kabisa. Tena nitafurahi sana, utakuwa umeni surprise. Kwa sababu ndoto zangu nyingi zimekuwa zinaishia shule na hapa nyumbani. Mara nije nikutembelee, lakini nitafurahi sana kwenda kupiga kipunga na wewe. Sasa itakuwa kizazi sana. Sema nini? Cha kuzingatia sasa. Tafuta nguo ambazo zimenyoka kama Msomali. Yaani nguo ukivaa waseme yes, wewe si mbilikimo wa Kichinjile. Vao pendeza. Na shughuli ni leo sio kesho. Kumbe. Kwa cha kufanya, wewe andaa hizo nguo zako, mimi jioni nakuja kukuchukua hapa tunafutika. Basi usijali Kichinjile. Poa basi ngoja mimi nifutike. Okay, sawa. Nikosha. Haya basi. Bye. Bye. Familia, mnatoka wapi nyinyi watu wawili? Na isitoshe mmetoka nyumbani, hamjatoa taarifa yoyote mnaenda wapi na mnarudi muda gani? Sasa hivi tunakutana mabarabarani kama hivi mnazurura. Halafu Farida, nimekagua hotpot la mtoto. Chakula kiko vile vile, kwa maana hiyo unazurura naye na hujampatia chakula, si ndio? Na umeondoka naye tu, sisi wazazi wake hatujui chochote. Ulikuwa umempeleka wapi mtoto? Janeti, naomba unisikilize. Hata maelezo yako siyahitaji kwa sababu najua hakuna chochote cha maana. Usinidanganye chochote. Usikuta hapo umeshaanza kudownload uongo wako, unataka unijaze upumbavu na uongo kuwa sijui mmetoka wapi. Sitaki. Nakwambiaje, sijaziki uongo wa aina yoyote. Sasa cha msingi, usikute tunamtafuta mchawi kumbe mchawi mwenyewe ni wewe. Halafu Farida, usikute wewe ndio uliyemteka mtoto. Maana haiwezekani utoke naye tu nyumbani kirahisi halafu eti uende kuzurura naye mabarabarani kama hivi, haujatoa taarifa yoyote, hatujui mmeenda wapi, na mtoto namzurulisha hajala chakula cha aina yoyote. Sasa kwa taarifa yako dada, nakuja kumwambia baba yake. Janeti, hivi unahisi mimi naweza nikamteka mtoto wa dada yangu mwenyewe? Kwa dada yako ni kitu gani? Dada yako ameshakufa. Kwa unaweza kumfanyia chochote huyu mtoto. Kwa hiyo ni sisi tunahangaika kutafuta nani aliyemteka mtoto, kumbe ni wewe kabisa umetulia kimya.
Huko mtoto kuta amekutoroka, amerudi nyumbani. Sasa umeona advantage ya kumteka ni leo. Kwa sababu hatujaona umeondoka naye. Bahati nzuri nimekutana na nyinyi hapa. Naomba unisikilize kwa makini. Kama huwezi kusema ulikotoka naye, sasa tukutane nyumbani kwenye kikao. Na kuja kumwambia baba yake umeondoka naye siku nzima, hayupo nyumbani. Hujampatia chakula, unamzululisha, hatujui hata umeenda naye wapi na wala haujanipa taarifa ya aina yote. Tunaelewana? Janeti, nilikuwa nimeenda naye kule nyumbani. Maana mjomba wake alisema nimpeleke. Isitoshe alikuwa amemisi sana maana muda mrefu alikuwa hajamuona. Kwa hiyo nikawa nimempeleka. Mjomba wake? Mjomba wake ndo nani? Ndo yupi? Ndo nani? Yaani ndo nani kwenye maisha yake huyo mtoto? Yaani sisi wazazi wake hujatupa taarifa ya aina yoyote, halafu unazungumzia mjomba wake. Mjomba wake huu. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Wewe nenda huko unakokwenda na mimi niende kwenye safari zangu. Sijui ndo naenda nyumbani kwa sababu nimeshakufuma tayari. Kitendo ambacho ulikuwa unataka kukifanya umeshafeli. Naenda kwenye safari zangu. Na wewe kwa kuwa umeshafeli, nenda nyumbani. Nikirudi, dada kuna kikao. Na babake akiwa amesharudi, nakuja kumwambia kila kitu ambacho nimekiona hapa. Janeti, lakini nilikuwa nipishe huko. Janeti! Baba, pesa ina nguvu, imemaliza utu, hilo nimejua. Mwanao sina pa kulala wala pa kula, wendo na kutegemea. Na mikifika yangu nilindie wabaya wasione, maana we Mungu wangu sema. Nguo zangu ziko wapi? Nimeziweka hapa tu muda si mrefu nizivae. Alafu mbona Kindege yuko wapi hata nimuulize? Hiki ni nini humu? What? Nguo zangu. Mungu wangu, nani kafanya hivi? Hivi mbona binti anapenda kunitendea hivi? Kwa nini? Mimi nimemkosea nini? Cheki sasa nguo alivyozifanya. Na najua kabisa natakiwa nitoke sasa hivi na kiti. Huyu binti ananitafuta nini mimi lakini? Nimeshamkosea nini? Ona, mimi nitaendaje sasa na hii safari? Nitaondokaje? Nitaendaje kula wali namna hii? Nimemfanyia nini? Kwa nini kanifanyia hivi mimi? Hivi ananitaka nini mimi? Vipi hapa? Kindege, nani kakwambia uleke nguo zangu alafu zitilie na mchanga? Hivi je, umeanza kurukwa na akili wewe? Niliweke mimi nguo zako zimenifanyia nini? Na kwa nini zitilie mchanga huko? Kindege, usikatae ni wewe. Kwani huko ndani naishi na nani? Tunaishi wawili tu, mimi na wewe. Hizi nguo nilikuwa nimeshaziandaa vizuri. Nimezipiga pasi na nimeziweka pale juu ya kochi. Alafu nilitaka kuzivaa. Kisha naona tu hazipo. Nani anaweza kufanya upuzi kama sio wewe? Kindege, ulikuwa unajua kabisa natakiwa nitoke na kiti. Mbona unanifanyia hivi? Ila kweli mimi niko sahihi. Nilijua kabisa siku zote mimi ninachokifanya na ninachosema niko sahihi. Wewe je, nimeanza kurukwa na akili. Mimi nguo zako nimeloweka muda gani? Ndio kwanza nafika hapo. Wewe umetoka nje umenikuta mimi hapa? Au umetoka umenikuta sawa na loesha hizo nguo zako nimezitilia maji nimeweka huo mchanga. Umenikuta? Hivi je, mbona unatumia akili wewe? Mimi hapa sikuwepo, nimeloweka muda gani? Ni wewe Kindege, usikatae. Nani anaweza kufanya upuzi kama sio wewe? Hebu kwanza niachie huko. Kindege, hivi mimi nimekukosea nini? Mpaka unaamua kuziloweka nguo zangu na unazitilia mchanga kiasi hiki? Ukujua kama mimi ninatakiwa kuondoka na kiti? Au umefanya makusudi? Nisikize nikwambie Jeni. Nakuheshimu sana. Usione nimekaa kimya hapa kwamba sina cha kukufanya. Nina uwezo wa kukufanya chochote kile. Nimekwambia nguo zako sijatia maji wala sijatia huo mchanga unaoongelea. Na haya maandalizi yako kama kujiandaa vizuri ni juu yako wewe. Mimi hainihusu. Giza limetanda baba, wenda ndo vipimo, wenda ndo mafunzo,
wenda ndo masomo ya kupambana. Najua linazama baba, basi nyosha fimbo, wasikie kishindo, wapunguze mwendo wa kuniandama. Wala kuna fadhali juzi wala jana, kwangu hakuna fadhali, bora wengine jamaa. Mana binadamu wanaiana, wananiwinda usiku mchana, peke yangu siwezi baba, nihurumie.